Habari gani rafiki yangu? Katika siku ya leo tena ninakualika katika chaneli yetu ya Biblia Leo TV, na siku ya leo tutakuwa na mada inayosema, je, Mungu aliumba dunia kama mahali pa kumtupa shetani? Dunia tulio nayo leo ni yenye uzuri mwingi, lakini pia imejaa mateso, giza, sitofahamu, majonzi. Wengi hujiuliza, je, Mungu aliumba dunia hii kama mahali pa kumtupa shetani? Watu wengi hujiuliza, kama Mungu ni mwema, kwa nini aliumba dunia wakati tayari shetani alikuwa muasi? Kwa hiyo siku ya leo tutaangalia juu ya maswali ambayo yamekuwa yakisumbua wengi. Huyu Mungu kama ni kweli ana upendo, ni kwa nini sasa anaruhusu shetani anakuja kudanganya ulimwengu wetu? Baada ya kujua somo hili kiundani, utaweza kuelewa na utabadilisha maisha yako. Hivyo ni kusihi tu ufuatilie mwanzo hadi mwisho wa somo hili. Uhakikishe unatazama mpaka mwisho, na naamini ya kwamba utaweza kuelewa vizuri. Yohana wa kwanza 4:16. Neno la Bwana linasema, nasi tumelifahamu pendo alionalo Mungu kwetu sisi, na kuliamini Mungu ni upendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu, na Mungu hukaa ndani yake. Kitabu hiki kinatuonesha ya kwamba Mungu anakuwa ni upendo. Lakini kwa nini Mungu kama ni upendo anaruhusu dunia inapitia mateso, inapitia giza, inapitia sitofahamu, inapitia kupigana, kuchukiana, kuuana? Kwa nini? Hivyo ni kualike, karibu sana tunapoenda kuanza somo letu. Lakini kabla hatujaanza, ni kusitu usisahau kusubscribe, kulike, kushare, kucomment kwa marafiki pia waweze kupata habari hizi. Kabla hatujaingia ndani zaidi ya somo hili, labda tufahamu kusudi kuu la Mungu kuumba hii dunia. Mungu hakuiumba dunia kama gereza la giza. Aliumba kama nyumba ya furaha, maisha na utukufu wake. Baada ya Mungu kuumba kila kitu na akamweka mwanadamu katika dunia, alitegemea mwanadamu huyu aishi kwa furaha na akazaliane na akaongezeke. Ndio maana ukisoma katika Biblia, kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza na ile aya ya 31, neno la Bwana linasema, Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Kwa hiyo Mungu hakuumba dunia yenye udhaifu, bali aliumba dunia na wanyama na miti, bahari, mito, chemichemi za maji. Akasema kila alichokifanya kilikuwa ni chema. Sasa kama ni chema, ni kwa nini inatokea dunia inakuwa hivi yenye mahangaiko? Utaelewa vizuri. Kwa hiyo kulingana na Biblia, Mungu mpango wake alimuumba mwanadamu ili kusudi akae katika dunia hii yenye furaha, yenye amani. Ndio maana akampatia bustani nzuri ya kupendeza yenye matunda ya kuvutia. Kwa hiyo kusudi la Mungu kubwa ilikuwa ni kumweka mwanadamu aishi katika dunia hii milele na milele. Kulingana na wanasayansi, wanasema ya kwamba mpangilio wa dunia una usahihi wa hali ya juu kiasi kwamba mabadiliko madogo yangefanya maisha yasiwepo kabisa. Ukiangalia dunia yetu imeumbwa katika mpangilio maalum. Wanasayansi wanasema dunia inalizunguka jua. Mfumo huu wote uliowekwa, bahari zinakuwepo, maji yanakuwepo, miti inakuwepo, na ukiangalia katika mfululizo wa hivi vitu, kila kitu kinategemea kingine. Kwa hiyo ni akili iliyo juu sana ambayo ilifikiria na kuumba dunia yenye namna hii, si akili ambayo ni ya kukurupuka na mabahati mbaya. Kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli kugeuka. Yakobo 1:17.
Lakini pia tukisoma kitabu cha Wazee na Manabii ukurasa ule wa 44 kinasema, wakati dunia imewekwa mikononi mwa muumba wake, ilikuwa nzuri ajabu. Uso wake ulitofautishwa na milima na vilima na mabonde, yakijawa na mito mizuri na maziwa ya kupendeza. Lakini milima na vilima havikuwa vimechafuliwa. Vilikuwa na miteremko mikali ya kuogofya kama iliyo sasa. Miamba ya mawe iliyojichonga yenye ncha kali ilikuwa imezikwa chini ya udongo mzuri wenye rutuba kila mahali ili kuzalisha mimea ya kupendeza. Kwa hiyo utagundua Mungu ameumba dunia kwa kusudi maalum, na dunia hii ilikuwa ni nzuri, dunia yenye kupendeza. Adam na Hawa walikuwa na uhuru wa kufikia mti wa uzima. Hapakuwepo na doa la dhambi ama kivuli cha kifo kilichoonekana katikati ya uumbaji. Ndiyo maana kitabu cha Ayubu 38 mstari wa 7 kinasema, hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha. Kwa hiyo Mungu hakubahatisha tu kuiumba hii dunia. Sasa baada ya kuangalia kama Mungu ameumba dunia kwa kusudi la mwanadamu kukaa, ni kwa nini inatokea shetani anakuja na yeye kukaa? Inamaanisha na yeye alipangiwa kukaa mahali hapa ama alikusudiwa kuja mahali hapa? Hebu tuendelee kuangalia kwa uzuri. Kwanza kabisa tuangalie, je, shetani huyu alianguka kutoka wapi? Wakati wa kale alikuwa akiishi wapi? Na kwa nini anakuja kukaa katika dunia? Ukisoma kitabu cha Ezekieli 28 mstari wa 12 hadi 17, neno la Bwana linasema, ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Lakini pia kitabu cha Isaya 14 mstari wa 12 hadi 14 inasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande zote za mwisho za kaskazini. Kumbe huyu shetani alikuwa anakaa mbinguni, na kwa jina jingine walimuita nyota ya asubuhi ama nyota ya alfajiri, ndiyo maana ya lile jina Lucifer. Sasa huyu Lucifer alipoanguka kutoka mbinguni akabadilika jina, akaitwa Shetani. Kumbe mara ya kwanza alikaa mbinguni, lakini kosa lililomfanya akatupwa ni kujiinua kwake na kutokuwa na utii, maana alitamani kuinuka juu zaidi na kukaa katika kiti cha Mungu. Kwa hiyo tamaa ya shetani ya kujiinua mwenyewe na kutopenda kutii katika mamlaka ya Yesu, alikuwa anapinga chini ya serikali ya Mungu. Baadhi ya malaika waliungana na shetani katika uasi wake, na wengine walitosheka kabisa na kufurahia heshima na hekima ya Mungu kumpatia mamlaka mwanawe. Kitabu cha maandiko ya awali ukurasa ule wa 145.2. Kitabu cha Ufunuo 12:9 kinasema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana amemtupa chini mshtaki wa Mungu wetu, naye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Mbingu zilishangilia baada ya kumtupa huyu shetani chini ya dunia. Baada ya kutupwa, mbingu zikashangilia. Lakini mstari wa 12 ukisoma kule, linatolewa onyo, ole wa nchi na bahari. Kwa hiyo shetani ama Lucifer alikuwa
mbinguni, na kule alikuwa ana cheo kwa sababu alikuwa ni mtu wa tatu kutoka kwa Yesu Kristo, na mwanzoni alikuwa ni malaika mwenye kuheshimiwa sana kwa sababu yeye ndo alikuwa ni mkuu kwa malaika wale wote walikuwa wakimsikiliza, na alikuwa amepewa karama ya uimbaji. Kwa wakati mmoja anaweza akaimba sauti 12. Kuonekana kwake kulikuwa kama malaika wengine. Alikuwa mpole, mwenye uso wa furaha. Paji lake la uso lilikuwa refu na pana, ikionyesha kuwa alikuwa na akili nyingi sana huyu Lucifer, na umbo lake lilikuwa ni kamilifu, lenye kupendeza na kutamanika. Lakini wakati Mungu alipomwambia mwanawe, tumfanye mtu kwa mfano wetu, Shetani alimwonea Yesu wivu. Alitegemea kuhusishwa katika uumbaji wa mwanadamu, na kwa vile haikuwa hivyo, alijawa na husuda, wivu na chuki. Alitamani kupata heshima ya juu sana. Kwa hiyo chanzo chake kikubwa cha kuasi ilikuwa ni wivu. Alitamani ni ashirikishwe kwenye uumbaji. Kusoma kitabu cha Maandiko ya Awali aya 145.1 utakutana na hiyo habari ya uasi wa Shetani kuanguka, ama aliyekuwa akiitwa Lucifer kule wapi? Kule mbinguni. Dunia iliyofanikiwa kuidanganya ni hii dunia ya sasa tunayokaa sisi. Kwa hiyo wengi huuliza, kwa nini sasa Mungu hakumwangamiza mara moja baada ya kuasi mpaka anakuja hapa? Lakini sababu ni kwamba upendo wa Mungu ni wa haki na wenye uvumilivu. Jiulize swali moja, ni mara ngapi umetenda dhambi lakini Mungu hajakuangamiza? Wewe hapo ulipo unaweza ukajiuliza. Karibia kila saa, kila dakika, kila siku tunatenda dhambi, tunaanguka, lakini Mungu hajawahi kutuadhibu kwa kifo, kwa sababu yeye ni mwenye upendo na mwenye uvumilivu. Kwa hiyo asingeweza kumwadhibu Shetani moja kwa moja. Alimpatia muda wa kutosha kwa ajili ya kukiri na kujisalimisha chini ya mapenzi ya Mungu, lakini hakusikia, akaendelea kudanganya hata Zeusi ya malaika, na Mungu akasema sasa inatosha. Mungu ni mwenye nguvu. Ukisoma kitabu cha Habakuki 3:6, neno la Bwana linasema, akasimama akaitetemesha dunia, akatazama akawasitusha mataifa, na milima ya zamani ikatawanyika, vilima vya kale vikainama. Miendo yake ilikuwa kama siku za kale. Huyu ni Mungu. Aliposhuka dunia ilitetemeka. Alikuwa na uwezo wa kumwondoa mara moja. Hata sisi ana uwezo wa kutuondoa, lakini anatuvumilia, anatusamehe, anasema huenda mtoto wangu huyu atatubu ama atasogea karibu. Kwa hiyo Shetani alipotambua makosa yake, aliomba kurudishwa mbinguni, lakini mbegu ya uasi ilikuwa tayari imeshapandwa. Mbingu haingeweza kuwekwa katika hatari tena kwa kumrudisha Shetani. Kusoma kitabu cha Maandiko ya Awali ukurasa ule ama aya ya 146.1. Mungu alijua kwamba ulimwengu wote unahitaji kuona matokeo ya dhambi. Hivyo dunia ikawa uwanja wa onyesho la vita vya nuru na giza, ili viumbe wote wajifunze kwamba uasi huleta uharibifu na utii huleta uzima. Ukisoma kitabu cha Petro wa pili 3:9, Mungu si mwepesi wa hasira, kwa maana hataki mtu yeyote apotee, bali wote wafikie toba. Lakini uvumilivu wake unapofika mwisho na akakuta haujatubu, basi utaangamia. Lakini wakati bado upo, unaweza ukafanya maamuzi. Kwa hiyo kama Mungu angelimwangamiza Shetani mara moja, viumbe wengine wangehudumu kwa uoga, si kwa upendo. Wangeanza kumwogopa Mungu. Huenda na mimi nikifanya hivi basi ataniua. Kwa hiyo Mungu aliruhusu dhambi iendelee kwa muda, ili tabia ya Shetani ifunuliwe kikamilifu. Na mwisho wa siku utaiona kazi ya Shetani inavyotenda wazi wazi, na mwisho tutakiri katika hukumu ile ya mwisho ya kwamba hukumu za Mungu ni za kweli na za haki. Lakini pia ushahidi wa kisaikolojia unasema
Wataalamu wa tabia wanatoa ushahidi ya kwamba mtu akipewa uhuru wa kuchagua ndipo tabia yake halisi inaonekana. Vivyo hivyo Mungu aliruhusu Lucifer aonyeshe uovu wake ili viumbe wote wajue tofauti kati ya haki na uasi. Kwa hiyo ukipewa uhuru wa kuchagua, tabia yako inadhihirika, wewe ni nani na wewe ni mtu wa namna. Lakini miongoni mwa sayari ambazo alifanikiwa kudanganya ni sayari ya Eden ya duniani, alipokuwa Adam na Hawa. Alipomdanganya Hawa akala tunda, basi dhambi ikaingia ulimwenguni na Shetani akafurahi, akashangilia ya kwamba nimepata warithi ambao Mungu mwenyewe amewaumba. Mbingu zilisikitika, malaika wakasikitika, na Baba alichukia ile jambo, kwa sababu mwanadamu alipoanguka, kazi ya Mungu ikaonekana ni bure. Lakini Mungu alikuwa ameandaa mpango wa wokovu kwa ajili ya ulimwengu huu hata kabla haujaumbwa. Alikuwa ameandaa mpango wa wokovu ili kuikomboa dunia, kwa sababu Shetani ameasi wakati Yesu anaweka mpango na Baba yake wa kuiumba dunia. Kwa akaanza kuasi. Kwa hiyo dunia imeumbwa, huyu ameanza kuasi. Ndio maana kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 4 na aya ya 9 inasema, maana nadhani ya kuwa Mungu ametutoa sisi mitume mwisho kama watu waliohukumiwa wauawe, kwa sababu tumekuwa tamasha kwa dunia kwa mamlaka ya wanadamu. Fulani dunia hii imekuwa ni kama tamasha fulani, ili wanadamu na malaika na sayari nyingine zote zikajifunze. Kiukweli mpango wa ukombozi ulipoandaliwa, Yesu alikuja akatufia. Dhambi ni mbaya wapendwa, dhambi ni mbaya, dhambi inaua, na dhambi Mungu anaichukia. Kwa hiyo Shetani alikusudia kuleta dhambi, na alipofanikiwa katika sayari yetu, kiukweli ilimchukua muda sana Baba kukubali na kufikiria ni nani aje kukomboa ulimwengu. Lakini Yesu kwa upendo akajitoa, na alimuona Baba mara 3. Alienda kwa Baba yake mara 3 kumsihi na kusihi, Baba tuwapatie nafasi ya pili dunia hii. Kwa hiyo huenda wakati fulani isingekuwa Yesu, huenda dunia ingepotea kabisa, lakini Yesu Kristo akamsihi Baba, na mara ya 3 Baba alikubali na akaja kuwaeleza siri ile malaika wakaweza kukubali. Hii yote inaonyesha kwamba sayari yetu ni kama kesi ya mfano kwa ulimwengu wote kutazama. Kwa hiyo dunia yetu ndogo imekuwa jukwaa la pambano kubwa kati ya Kristo na Shetani. Sayari nyingine hazikudanganywa kwa sababu viumbe wa huko walijifunza kupitia mfano wa dunia hii. Ndio maana baada ya kudanganya hii sayari, hakuweza tena kudanganya sayari nyingine. Kwa hiyo sisi tumekuwa wa mfano. Kwa hiyo Mungu ni wa rehema na wa haki mpendwa. Hakuumba dunia kama mahali pa Shetani. Alitamani tuishi milele, lakini Shetani alipanga sisi tuangamie. Ndio maana akatudanganya. Nataka niseme nini? Ya kwamba Mungu hakuumba dunia kama gereza, bali kama eneo la upendo, majaribio na ushindi wa neema. Kupitia kifo cha Kristo, uovu utaangamizwa milele na dunia itarudishwa kwenye utukufu wake wa asili. Ninafurahi na ninatamani siku ile atakapokuja Yesu atairejesha dunia aliyoiumba iliyo mpya. Lakini jambo la kuvutia ni kwamba tutakaa na Yesu katika dunia hii. Ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 21 na aya 4 inasema, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Hivyo ni kusitu mpendwa, changamoto unaoipitia, mateso unaopitia,
shida unazozipitia, machozi unayoyatoa, kutengwa unakokupitia, kutokujaliwa unakokupitia, Yesu akirudi atatufuta machozi. Na uko mpango ambao unaendelea mbinguni, Yesu anaendelea kutuombea na yuko karibu kurudi kutuchukua ili kuturejeshea Edeni yetu ya kale. Hivyo endelea kupambana rafiki, endelea kujisalimisha chini ya mapenzi ya Mungu katika unyenyekevu wake, na yeye atakushika mkono, atakushindia. Mungu awabariki sana, na nilitamani siku ya leo tujifunze juu ya hii mada. Naamini ya kwamba umeelewa kwa uzuri. Ukiwa na swali, basi unaweza kuuliza katika komenti hapo, ama unatamani nielezee kisa kingine ama historia fulani katika Biblia, na kukaribisha sana. Usisahau kulike, kucomment, kusubscribe ili kusudi uendelee kupata updates mbalimbali katika channel yetu ya Biblia Leo TV. Mungu akubariki. Fanya matengenezo. Yesu anarudi tena.